na kujitenga nyumbani kwao. Alimuuliza tatizo lilikuwa nini jioni moja. Mpenzi, kuna nini? Umekuwa mbali sana nami. Ikiwa kuna kitu kinachokusumbua, unaweza kushiriki nami, Janet alisema. Ni baadhi tu ya mambo ya kazini ambayo yananipa msongo wa mawazo. Alidanganya. Hilo likapita. Femi alikutana na rafiki yake Chaku. Alizungumza na rafiki yake kuhusu utani wake kuhusu wasiwasi, lakini Chaku ni kama alikuwa hatani. Mwanangu, kuna kitu kimekuwa kikinisumbua tangu tukio lile na Junior. Sijapata amani hata kidogo. Sijui nifanye nini. Femi alisema huku akinywa kinywaji chake. Ni rahisi sasa. Fanya kipimo cha DNA peke yako na ukweli utajulikana ikiwa ni wako au la. Nisingependa chochote kitakachoharibu nyumba yangu, alisema Femi. Zaidi ya hayo, ni bora kwako kujua ukweli tu, Chaku alisema kwa mzaha. Wakiwa wamekaa pale baa wakinywa vinywaji vyao, akili ya Femi ilikuwa sehemu 1000 kwa wakati mmoja. Je, ikiwa Junior si mwanawe wa kumzaa? Je, ikiwa ni yeye na Janet akagundua kuwa alifanya uchunguzi wa DNA bila kumjulisha? Hata hivyo, alifikiri juu yake. Alitafakari juu ya hatua yake inayofuata. Maneno ya rafiki yake yalikuwa yakimuuma sana hata asiweze kuyapuuza. Na baada ya tafakari ya muda mrefu, Femi aliamua kupima DNA yake na mtoto wake. Usiku wa siku hiyo aliingia chumbani kwa Junior ambapo Junior alikuwa amelala fofofo. Alishika nyuzi chache za nywele zake na kuzifunga kwa majaribio. Pia alichukua sampuli zake mwenyewe usiku huo. Kesho